what about my child? Anatumanga nakumbuka kitu ilifanyika. Anatumanga. Na nikasema kuacha Mungu ni mbaya. Maana ningekaa na kitambaa kwa kichwa. Pole pole. Pole sana. Sasa we mtoto saizi bado ana nini? Aliweza bado anajiendea haja. Mtoto amefika mahali depression imemwaffect sana. Vile mtoto anasema, anarudi anasema nilikuwa na haribiwa, napelekwa kwa choo. Haikuwa inafanyiwa kumbe kwa nyumba. Aya, kumbe ni na kama watu wamelala. Na baba yake? Juu choo ziko nje? Si unasikia ni single room. Ala, alikuwa na mrepo? Sasa akimpeleka kwa, anamwambia ukisema nitakuua. Sasa mtoto alielezea aje? Hebu elezea kidogo. Alikuwa ananitoa nguo. Kufika kwa nyumba hata sikukaa 2 minutes. Mama fulani kuja, fulani ndo huyo. Kuanza kuangalia mtoto ndio huyo, amekauka. Macho imeangalia juu. Amejiharia green. Amesimama hivi. Unaona vile mtu anakaukanga hivi. Sasa nitubebe mtoto na mama. Unaona uchungu ya mama. Yani mama akishtuka nini nguvu inaishanga kwa tumbo. Najaribu kubeba mtoto, naambia watu nibebeeni. Nisaidieni. I think watu wanaogopa asikufie kwa mikono. Ukiamka asubuhi kichwa ni nzito. Watoto ulikuwa uandae waende shule, saa 1 wawe kwa class, saa 2 ama almost saa 3 ndio mnajisikia na vichwa bado ni nzito. Kichwa inakuwa mzito kwa nini? Kila mtu, mimi na watoto wangu hatukuwahi jua. Sasa ile tulikuwa tunamwachaga. Sasa kichwa ni mzito na njia gani yani? Ushaona mtu kichwa ni mzito ni kama mtu anaumwa na kichwa kwa umbali, ni mzito sana. Ndakugeithia mwiroreri wakwa wi mwega. Karibu sana guku gwitu. Njitagwo Simon K na muthenya wa muthi ndi haha courtesy of Tayari Lands and Housing na ndi mwena wa Matu handu twitaga Kabati. Kabati ngwiraga ni kuri Kabati ya Murang'a na ni kuri no ya Matu. Kundu twendetie broti muno na tauni ikurite na rate nene muno muno. Haha Kabati tauni by the way. Thaici ungithie urie broti. Broti iria wendagirio 300,000 hindi ria tuokaga guku. Thaici cirendio milioni 3 na mbeca. Uguo ngwiraga kundu guku ni kundu kwega gwa kuigithia nakuo tondu ni kundu kurakura na rate nene muno. Muthenya wa muthi ndina project ndakurehera turamita Kabati View tondu wi mugunda-ini ni urona Kabati. Neno ni phase 3. Broti cidira kwenderia ciringi 150 na wagura cash na ni turakwenderia na installment. Wagura na installment ni 170. Ukaigirira 150 balance ukariha na meri 6. Mugunda uyu wi hakuhi na barabara. Ni njui ni urona ona ndugamite barabara-ini iyo ni nduthi ya hituka. Thitima ni ici ni ukuone ni producer kundu guku ni gwakitwo pio. Ndirona micii ithiururukeirie mugunda-ini uyu kwina micii mingi na ni hakuhi na town no kilomita 1 kuma town-ini ya Kabati. Wiheke muno guku ni kuria tutangathaga broti na muthenya umwe thutha wa thiku 2 ugakora ni ciathira. So we karibu sana. For more information hurana beno ya thimu 0715 99 9909 0715 99 9909. Ungenda guthie site guka site visit hurana beno ya thimu. Ungenda guka office cie kuria Thika building twetaga Mco Plaza building 3rd floor room 302. Mko karibu sana hapa kwa Tayari. Asanteni sana. Karibuni sana eroreri aito platform ino itu ngai atuhete. Ndimucokerie ngatho muno ni undu wa gwitikira gu subscribe nginya hau tukinyite tukakena muno tukoga ni ngai. Ni ndiramurire riu twi subscribers 200,000 na ni ndiraigua ngenete muno ni undu wa undu ucio na ndirathie na mbere gukuhimiza ngakwira bitikira gu subscribe tukinyie 300,000 na tuthie twambatiire uguo. God bless you so much. Karibuni sana. Ndina mutumia wa Jerera ha muthenya wa muthi ni tuguthikiriria rugano rwake na wikare hau na ni ngwenda kuga ati maundu maria kwaria haha ti murugamo wakwa, yani na maanisha hivi ile mambo yote yataongea hapa
hiyo sio msimamo yangu, ama msimamo inaitwa aje na Kiswahili. That is not my opinions, as in ni murugamo wake we mwene, na mundu agioka guku utikoragwo tumutarite uria guka kuga ni rugano rwake arehaga, na tufanyangi hivi ndio tuharibia watu majina. Tunafanyanga hivi ndio tupe hawa watu opportunity wa kuja huku wajiongee. Mtu anaongea story yake, wengine wanakuanga wamefika mwisho kabisa, mtu anafeel tu anataka kujiongea ndio at least I feel relieved, unaget. That is why tunawapea hii chance. So karibuni sana sana sana, na rugano rumuthi ni jwiri rugutukana Githweli na Gikuyu, ndio maana unasikia saa zingine naongea Kiswahili, saa zingine naongea Kikuyu. So mko karibu sana. My guest, how are you today? I'm fine. You're fine? Yeah. Karibu sana. Nigwenda ugeithie eroreri aya aito umerema ritwa maku, na ndakena niwe kunika uguo ni ukomera gitumi gya gwikunika nigetha tucoke tuthie na mbere. Asante, karibu. Yeah, asante sana. Kwa majina nitatumia Khadija, hata kama sio jina langu halisi. Khadija? Yeah. Okay. Na natumia hili jina kwa sababu ya security yangu mwenyewe, amani yangu mwenyewe. Okay. Wakati niko barabarani nikifanya shughuli zangu za kila siku. Okay. Yes. Okay, karibu sana. Uko twarie Gikuyu kana Githweli? Naongea mchanganyiko tu. Utachanganya? Asante. Tumekujua kama Khadija, umesema hiyo sio jina yako kabisa. Yeah. Ni jina tu umetumia kwa hii nini. So karibu sana. Yes. Na sijui nini nimekuleta huko. Okay, ama mimi najua, lakini naweza taka uelezee mtazamaji. Kama vile nimesema, na nataka kusema kwamba nimeokoka. Nafahamu kwamba Yesu alikufa msalabani atubebee mizigo yote. Ila sisi ambao tunajitambua watu wazima inakuwa rahisi kutambua. Lakini kama story yako pengine imegusa mtoto, yule mtoto anafanya unakumbuka jambo lililopita, na pengine inakuweka machungu sana ukimtazama. Yeah. Okay. So tunaweza taka kukusikiza na no tukiambirĩria kumenya rugano rwaku, no tutaririe kuma guciarwo venye umegrow hadi ufike hapa. Sasa mimi nilizaliwa miaka ya 90s. 90s hapo. Okay. Na 90s ikianza hapo. Na nilifika mahali nika 80s, sorry. So 90s ndio maana nimeitaja kwanza. Nikapata accident ya gari nikitoka shule. Nilikuwa class 1. Okay. 92. Sasa wakati nilipata accident, gari ilinitoa kwa pavement, ikanitupa katikati ya barabara, nikiambiwa. Maana ilinitupa juu, ikanitupa juu, nikaanguka katikati ya barabara. Kwa bahati mzuri, askari ndo walikuwa wanapita na gari yao. Sasa hii ni story ninaambiwa, maana mimi nilipoteza fahamu. Wakanibeba, wakanikimbiza Kenyatta. Mamangu alikuwa mgonjwa, akaletewa ripoti na wale tulikuwa nao shule. Sasa yeye aliniambia swali ya kwanza, aliwauliza viatu zote zimetoka? Sijui ama viatu zikitoka inakuaga nini. Sasa wakamwambia hapana. Si zote zimetoka. Okay. Yeye anasemaga hata kukumbuka kuoga. Alivaa nguo hivyo hivyo, akakimbia mpaka Kenyatta. Akapata mahali nimelazwa sijitambui. So akakaa na mimi hapo siku 3. Anasemaga nilikuwa natupa miguu na mikono kama kuku. So anasema alikuwa nakaa like 3 hours, ananigeuza hii side ingine. Damu inatoka kwa yani maji moto yanatoka kwa masikio. Okay. Yanamwagika. Kwa hizo siku alikuwa anajaribu kuambiwa na daktari assign nipelekwe theater. Okay. Kwa sababu nilikuwa damu imechanganyika na ubongo. What? Sasa alikuwa anaogopa, sometimes analala,
Sijui ama ni ile uoga na nightmares. Anaona kwa stage na bag bila mimi. Anaogopa kusign. Okay. Sasa nasema kila Mungu alikuwa na mpango mzuri na maisha yangu. Siwezi jirudia kabisa ama siwezi kufuru kwa Mungu. Kwa sababu kule ndani alibahatika kujua kumbe daktari mkubwa mwenye alikuwa hapo. Alikuwa daktari rafiki ya mama. Okay. So mwendo wake pale Kenyatta ukawa rahisi sana. Ukawa rahisi sana. Na nikurudishe nyuma kidogo. Wakati niligongwa na gari, ndugu yangu ambaye nimefuata ndiye alikuwa ametoka driving school. Okay. Sasa alipoambiwa hivyo na yeye aliomba gari, akakimbizana na ile gari na akaweza kuishika. Okay. Na ule driver akagaramia. Na mambo yakaenda sawa sawa kwa sababu aligaramia mpaka hospitali. Okay. Akalipa that is. Mali nilipatia fahamu. Mama aliniuliza tuko wapi kama sijitambui. Okay. Nikamwambia tuko Kenyatta. Nani ametuleta huku? Nikamwambia ni shetani. So mama alipata nguvu na kupitia ule daktari ambaye ni daktari rafiki yake. I think alimu-advise, akamu-encourage, akasign. Nikapelekwa theater. Okay. Na Mungu akanisaidia nikatoka. Lakini wakati nilitoka kitu nakumbukaga ni kuna our nurses. Hapo ndio nilikuwa nafahamu. Alituzungusha hospitali. Akaonesha mamu watu wote wameundergo the operation ambayo nimepitia. Okay. Akamuonesha wengine walishindwa kuenda haja tena. Maana walikuwa na complications. Ikabidi sasa wawekwe pipe after operation. Wengine wakawa hawajielewi tena. Lakini sasa yeye daktari akimzungusha huko ilikuwa kumuonesha kwamba Mungu amemtendea yeye. Okay. Nilikuwa na perform vizuri shule. Nilikuwa naegemea namba 3 huko. Okay. Lakini after accident ikawa ngumu. Kichwa changu akingebeba mambo mengi sana. So mimi nikatoka pale. Tukaenda nyumbani. But nakumbukaga mama akiniita, anasemaga hakuwa analala. Alikuwa analalia ukuta hivi. Maana alikuwa ananipea dawa na masaa. Okay. So kuna wakati angeamka apate ninaongea ile mtu anaongea vitu ajielewi. Wakikuyu anasema sijui kufogodha. Sasa ananipiga tu hivi kidogo. Ninarudiwa na fahamu zangu. Narudi kulala. Okay. So yeye ananiambianga kwa sababu ya ile kukesha alikuwa anaogopea miss dawa, maybe nikose kuwa normal, kitu kama hiyo. Okay. So mimi nilikuwa mtu mwerevu sana shule. Ila kutoka hapo kubeba mambo mengi ikawa ngumu sana kwangu. Ukarudi nyuma. Nilikuwa nasoma tu kidogo. Kichwa nasikia kimekuwa kizito, mimi nawacha. Vile nilitoka pale tulienda maombi mahali. Na mimi nilitoka hospitali. After nimekaa kidogo. Mama akanipeleka maombi mahali. Walikuwa wanafunga vitambaa zimeandikwa Israeli. Kutoka hapo mimi nikakataa na hiyo kitambaa. Maana wasichana na wamama hawakuwa wanaingia bila. So ukafunga. Sasa vile nilifungwa nikakataa nayo. Kukataa nayo aje? Vile mtoto anaweza kataa kutolewa after kutoka, juu hiyo si kitambaa yake, amesaidiwa tu. Sasa mimi huyo mchungaji akasema wachana na yeye, wacha aende. Ni kama kitu ni kama tuseme ni Mungu alikuwa amenigusa. Maana nilianza safari yangu na Mungu hapo. Okay. Na nakumbuka nikiwa class 4 sasa. Watu walikuwa wanapanga line kwetu. Nilikuwa nawaombea. Mpaka sasa wakati nilifika mahali sasa nikaanza
mimi bado ni mtoto, kwa hivyo sina misingi ile ya neno. Wewe unaenda church, lakini bado ile innocently kuserve Mungu. Tuseme ni kama vile Biblia inasema tuwe kama watoto. Mimi naona ilinisaidia sana pia kukaribia Mungu sana. Alafu nikikumbuka mahali Mungu alinitoa. So, watu walikuwa wanatoka mbali wanakuja kwetu. Hii vile nilianza kukimbia hapa na pale. Makanisani tu, unasikia hiyo kukosa msingi wa neno. Nikajipata nimepungukiwa. Kupungukiwa na kipawa kimeanza kukosa kufanya kazi. Nikakaa tu kama mtu wa kawaida. So hata wakati niliendelea kutumikia Mungu kanisani, choir, youth, fasting, nini, ile kipawa, ile kazi nilikuwa nafanya pale mwanzo haikukua tena. Lakini nilitembea na Mungu. Alikuwa ananifunulia mambo. Nilikuwa bado niko rafiki ya Mungu, lakini kile kiwango hapana. Sasa wakati ile kanisa nilikuwa nasoma, nilipenda huyo mama. Alitufunza utakatifu sana. Until wakati naweza ongea in short, kanisa iliyumba yumba na ikapasuka. Na mimi kwa sababu ya kukosa bado msingi wa neno. Uko na utakatifu lakini hauna msingi wa neno, hata wakati uko peke yako utasimama. I was so heartbroken na nikatoa kitambaa. Ni nini happen kwani? So mimi nikiambiwa ni kwamba pale mbele madhabahuni palikuwa na furugu yao wenyewe. Wakakosa kuelewana na nani? Wenyewe, kwa sababu kulikuwa na wazee na pastor na sasa na huyo reverend. Na mimi hapa kwa sababu nilikuwa nimesimamia pia harusi ya dota wake, ikawa kuna vile ilinigusa. Unasikia kukosa msingi wa neno, hata sasa unaelewa mambo yanafanyika makanisani. Lakini kama uko na msingi wa neno, kuna mahali haiwezi fika. Utakuwa mwenyewe umetambua. Na nawaona pia wale walitoka huko leo. Na wale walikaa kule bado leo na wakaweza kudig kwa msingi wa neno. Hawako vile tulikuwa wakati ule. Nilitoa kitambaa na leo ndio nasema kwa sababu ya kukosa msingi wa neno, mimi nikawa ni kama nimetengeneza, nimekaa distance karibu na Mungu, mbali. Mbingu ikanyamaza. Shetani naye akapata nafasi. Niseme hivyo. Yule kijana alini approach, tulikuwa tunasoma na yeye. I don't know even what happened. Kwa sababu wakati nilifika shule, nilikuwa naitwa Sister in Christ. Sikuwa bado nimetoa kitambaa. Huyo kijana alikuwa ni wale fani wanachekesha kwa darasa, but beyond that I didn't love that guy. Kile kili happen, siku moja alikuja. Akasema nitakukujia. Shule tulikuwa tunafukuzwa, nilikuwa nasomea day school hapa town. Bila nilimuona tu, whatever happened, nika lose focus ya mambo yangu na ya mimi mwenyewe. Na nikamkimbilia. Mimi siwezi sema. So kwa ule mchezo wa kijana na msichana, nikapata mimba. Ndio nikapata mtoto wangu wa kwanza. Mtu ambaye alikuwa amesubiriwa nyumbani, atafanya harusi na mambo kama yale. So kwa sababu ya fear na shame, mimi nikatoroka nikafuata mwenye mimba. Naye akawa watu wao walikuwa wamejua niko na mimba na wamemtafutia kazi. Alitafutiwa kazi tu hapa Nairobi. So mimi nikamfuata. Umetafutiwa na nani? Na watu wao? Na watu wao. Nakumbuka nilitoroka nyumbani, niliandika barua. It was my first time. Nikawachia bibi ya ndugu yangu ambaye sasa ni late, aliaga.
na nilisikia uchungu sana, maana sikuwahi either lala nje, vitu kama disco, vitu kama hizo hata waleo siwezi kuambia zina operate aje. So hiyo kitu iliniguza sana, lakini lazima ningeandika barua ndio mzazi asihangaike. Ajue kule nimeenda. Kweli. Aya, nakumbuka huyo kijana aliniona tu hivi kwa dirisha kama nimebeba bag. Okay. Kitu ya kwanza alifanya ni lakini singerudi nyuma, maana natorokea aibu. Natorokea mamangu ambaye alikuwa mkali sana. Ilibidi tu nimeingia. Sasa hii ni after kujua uko na mimba. Ilibidi nimeingia. Kwake sasa. Ilibidi sasa, hata kama nimemwona vile amereact kwa hiyo neti ya dirisha, lakini ilibidi tu niingie. Ni kama hakuwa anataka uende huko. Wakati alikuwa neighbor wa sister yake mmoja. Na wakati nilikaa pale sasa ikawa ni challenge sana. Kwa nini? Kwa sababu hata nakumbuka angekuja hata abishe kwa dirisha. Ninunulie chakula, sina chakula. Nani huyo sasa? Ni sister yake, lakini alikuwa married. Ni kama anasiati yako anajiweza. It was like ni njia ya kukufukuza, lakini we na wewe auendi. Sasa ni wewe alikuwa anakuja anaambia hivyo mnunulie chakula? Sasa ni mwenye mimba, ndugu yake. Naye anamnunulia. Nakumbuka kuna wakati nilikuja usiku, sina hata chakula. Okay. Nikamwambia, akaniambia hata yeye ana chakula. Nani sasa? Huyo dadake. Okay. Ile iko ni ya mume wake. Maembe nilikuwa nimenunua hizi ndogo ndogo za shilingi. Nakumbuka ndo ziliniokoa usiku. Niliamka na njaa na kutapika kwa sababu ya mimba. Okay. Nikakula, nikatulia, asubuhi kafika. Ila nikazidi kukaa pale. Okay. Kuna wakati angekuja, lakini unajua ile bado wito ya Mungu iko ndani yako. Unaona tu picha ya mtu mbele, unamuuliza fulani ni nani. Anashtuka, anaingia. Kwa sababu anajua kwenye alikuwa si kuzuri, lakini bado wewe hautaongea sana kwa sababu unampatia heshima zake. Okay. Na unaogopa pia vita na furugu. Nikaendelea hivyo. Hivyo sijui nani aliambia mamangu kwamba ananionanga na ninateseka sana. Nakumbuka mamangu alikuja akaniona. Mimba ilikuwa miezi 6 lakini haikuwa inaonekana. Okay. Akaniambia rudi nyumbani. Okay. Angalau niangalie hii mimba yako uzae, maana miezi 6 mimba inafaa kuonekana kama kweli wewe unashiba. Akaniambia mimi sitakubebea kitu. Usiseme nilikulazimisha. Tukakaa, akaniambia hapana. Ama ulete bag yako, ndio usilete vita hapa wewe. Kama uko decided, nikamwambia yeye, enda ulete bag yako, wewe siku ya kutoka utakuja tu. Sasa mimi akabeba bag siku ya kwenda. Nakumbuka nilimpata amenigojea mahali tu. Kwa hiyo njia ya kwenda town. Tukaenda nyumbani. So baada ya ile wiki 2 tu mimba ilikuwa imeshaanza kuonekana. Sasa nikakaa pale, nakumbuka alikuwa ananunua ngwashe, anamwaga hapo mandizi zimeiva. Kile mimba inataka singekosa. Okay. Lakini ule kijana bado akaanza kunifuata. Hata vile ananiongelesha, anani sweet talk tena, namfuata. Sijui. Lakini mama, kwa sababu hataki kunipea stress na mimba, yeye alikuwa tu mimi nasema anavumilia. Ilifika siku karibu kuzaa, akaanza kuleta manguo, anakaa analeta manguo. Nani sasa? Huyo mwenye mimba. Manguo za mtoto ama? Sasa baadaye ndio nilikuja kutambua, kabla hata nizae, dadake ndiye alikuwa anampatia. Kuna dadake pia ni late. Hakuwa barikiwa kupata mtoto. Okay. So alikuwa anamnunulia vitu,
ananiletea. Anamnunulia vitu, ananiletea. Okay. Ikafika mahali mimi nikazaa. Wakati nilizaa nakumbukaga sana. Huyo my son, niko na watoto watatu. My son sasa first born. Nilimuita jina ya kwetu. Okay. Lakini yeye vile alikuja mbio na kuchukua, alihakikisha amechukua mtoto, tunaelekea clinic, kufika sasa akapatia mtoto jina yake kwa kadi ya clinic. Ya kwao. Hiyo nayo ikaleta hitilafu bado. Kwa sababu mimi hatukuwa tumepanga na yeye hivyo, hata nikitoka nyumbani na mam ni Mkikuyu, na kulingana na Ukikuyu, mtu hawezi zalia kwao na wewe utoke kwenu na hujasema officially nimemuoa, ukuje umuitie jina mtoto kwao. Haijawahi fanyika. Baba yao ni late, lakini alinipenda sana. Okay. So wakati mtoto alifika miezi 2, 3, akakuja na kijana wake, wakaongea na mzazi, akanichukua. Sasa kufika huko ndio sasa mateso ikaanza. Niteseka sana na mtoto. Sorry, nikurudishe nyuma, ilikuwa miezi 2. Huyo mtoto hata alikuwa na yeye ni mtoto, nilikuwa nimebarikiwa na mtoto mnono sana. So nakumbuka depression plus bleeding. Nilikuwa mpaka najipata ninaanguka kwa barabara. Okay. Bahati ni kwamba mtoto ako kwa mgongo. Sasa unashikwa na wamama, anakupeleka kwa nyumba. Okay. Sasa ile ukali ya mzazi, alafu ile bitterness ulizalia hapo, na hiyo aibu hakuwa natarajia. I think ilimfanya mama kuwe mkali mara 2. So mimi nakutorokea ile ukali, nikabeba nini? Mtoto sasa nikurudishe nyuma kidogo. Vile nilienda na miezi 2, miezi 9 nayo nikateswa kabisa, nikarudi kwetu. Sasa hiyo ukali ya mama nikakosa comfort kabisa. Sasa na miezi 9 tena nikabeba mtoto, nikarudisha wapi? Huko. Nikakaa, nikateseka tena, nikarudi nyumbani. Huo wakati mama kuna shamba alikuwa anapigania za masquatters mahali. Akabeba mtoto akaenda na yeye akaniwacha mimi nitafutange vibarua. Maana nyumba tulikuwa tunaishi ilikuwa ya ndugu yangu. Nikateseka. Kazi hakuna. Nikienda hii kazi ya mishiri ninafanya kidogo, baridi inanipiga, inaniweza. Sababu kutoka nikiwa mdogo nilikuwa na historia ya pneumonia. Sasa tena ninarudi kwa nyumba. Ilibidi sasa nafulia watu wa plot nguo ndio nipate nini? Chakula. Ukumbuke hata kama sasa nimepata mimba na nikaenda kuokoka tena na mimba, lakini bado bingu imenyamaza. Maisha ikawa ngumu sana. Kabla anga inikubali tena nilisafa. Sasa nilifika mahali pa kuteswa, mpaka kupigwa vita. Kwa sababu sasa si nimerudi after 2 years. 2 years in the dot, mtoto akienda kugonga 2 years. Mateso ikawa sana kali nyumbani. Niko peke yangu, mama alibeba mtoto. Bila nilienda kuona mtoto nikapata naye mtoto anateseka. So unajua mahali masquatters ndio wanaanza maybe kulima kama ni kwa mashamba. Mtoto anateseka. Sasa mimi nikarudi kwa ule mtu. Sijarudi kwa sababu ya upendo. Nimerudi kwa sababu sijui raha na kuna vile naweza jitafutia. Nimekosa. Mtoto anateseka. Venye nilirudi nikaendea mtoto wangu. Mateso sasa ikakuwa dabu, lakini bado nyumbani siwezi rudi. Nimekaa sana huko, nikakaa kabisa. Sasa mpaka wakati nikakaa na mateso, lakini sitaki kurudi. Mtaa ni ile nilikaa na Mungu sana
na mtaa ni ile ile nilibebea mimba. Sasa aibu ya kurudi huko inanifanya nivumilie mateso. Mtoto alipogonga miaka 5 nikapata mimba ya my second born. Nikalea mimba. Wakati huo kazi yake ilikuwa imekwisha. Sasa tumeenda kuishi karibu na mother in law. So tulikuwa tunaishi, hizi nyumba zinajengangwa karibu na nyumba hizi za serikali. Hizi nyumba za mabati. Naye ako kwa main house hiyo ya serikali na sisi tuko hapa. Nikateseka sana bado, lakini bado singeenda. Singetoka. Kazi nikitafuta ninakosa. Makazi nilikuwa napata kutoka mpaka ule wakati ni za kufua tu. Sasa nikalea mimba ambayo ilinisumbua sana. Haikunipea amani kama ya kwanza. Ikafika wakati wa kuzaa, ikasemekana mtoto amejiendea haja kwa tumbo, kwa hivyo lazima niingize tena nikafanywe CS. Nikaingizwa pumwani, nikaoperatiwa na nikaoshwa. Mtoto nikamzaa, nikarudi na yeye nyumbani. Kuna marafiki tulikuwa tunasoma nao ambao walienda wakabarikiwa, ambao walikuwa wametoka kwa familia ambazo zilikuwa more well up. So walikuja na gari ya mmoja wao kuja kuona mtoto. Nakumbukaga sana. Wakaja wakanikabidhi 1,000 wakitoka. Na mimi nikatoka kwenda kuwazindikisha wapande gari yao waende. Lakini kurudi nakumbukanga sana nilipata huyo mtu nyuma ya mlango kama ameshika msichana wangu aje. It's like alikuwa anambusu, but mimi sikutaka imagine. Huyu sasa nimezaa. Huyu mwenye amekuja kuonwa na wale tulikuwa tunasoma nao, ambayo ni my second born. Kwani kuna shida? Alikuwa amejificha nyuma ya mlango. Si ni mtoto wake? Kwa nini ujifiche nyuma ya mlango? Ile swali sasa nakuuliza ndio nilijiuliza. Alafu nikasema na hiyo ikanitoka. Na sikuwaifikiria tena. Mtoto vile alifika miezi 7 akashikwa na rickets na marasmus. Sasa nikaanza tena safari ya kutengeneza mtoto. Mtoto wa ricket na marasmus. Kwanza ricket matibabu inakuanga juu sana. Sasa nimeingia kutibisha mtoto, kuombaomba pesa mpaka kwa watu wetu. Imefika mahali sasa ameingia kwa kunywa kabisa pombe mpaka wakati mwingine anakuja amelewa. Mtoto sasa amekuwa underweight. Kwa sababu nakumbuka alifikisha mwaka lakini alikuwa na 6 point. 6 point kgs. Hakuwa na move. Nilikuwa namvalisha socks 2 kwa sababu nikimvalisha moja itashika mguu, itatoka. Alikuwa amekonda kabisa, nywele grow. Sasa huyo mtu angekuja usiku hata kwa kitanda wakati amelala. Usiku atarusha mkono na huku. Sio ama ushaiona mtu mlevi. Harushe ingine, harushe mguu. Sasa sikuwa ilala mchana, the whole mchana mtoto analia juu ya rickets. Maana rickets ina affect mifupa. Usiku nayo ulali. Maana unalala ukilinda mtoto wako. Asije akarushiwa mkono ama mguu, huo mtoto ataenda tu. Kwani alikuwa anaumwa na hizo rickets? Watoto wa rickets wanalianga day and night. So mzazi anatesekanga sana maana halali. Unaona sasa usiku pia sitalala. Maana nalinda huyo mtoto asiangukiwe na mguu ama mkono. Niliishi kufua nguo zake. Mother-in-law alikuwa anaona 2 bed sheets every day zinafuliwa. Kumbe alikuwa sasa anakunywa mpaka ana mess. Umesi what way? Anakojoa kwa kitanda. Sasa unaona utaliza mpaka huyo mtoto. Nikakaa hivyo na mateso. Kichwa ni kama hata akifikiri vizuri. Mpaka
ndio nilijipata nimepata sasa third born. Okay. Lakini vile nilipata huyo mtoto mpaka leo siwezi kuambia. Nilikuja sasa kurealize after years. Maana sasa vile nimepata, tuseme tu nitakuja kurealize years, but after years, but vile nilipata mimba tukahama huko tukaenda mbali. Tukarudi sasa kwenye hiyo area tu kwenye niliendea mara ya kwanza vile nilipata mimba ya mtoto wa kwanza. Sisi tukakaa nikalea mtoto wangu. By that time tulikaribia mamangu. Your mom. So nakumbuka akakuwa that time of help sana kwangu, kwa sababu huyo mtu mpaka alikuwa anaamka asubuhi, nimetoka, analala the whole night, the whole day. Kitu saa 6 ndio ataamka kule chakula ya mtoto ambaye ako underweight bado. Okay. Ninabeba na niko na mimba. Anarudi anaenda. Hata nakumbuka kuna siku mama jirani aliingia akapata ninalia. Akaniuliza unalia kwa nini? Nikamwambia nimeingia nimepata amekula chakula yetu na ameenda. Mimi nikalea mimba. Most of the time ni ile tulikuwa tunaenda kwa kwetu kukula na watoto wangu, tunarudi tu kulala. Kwa sababu ile ukali ya mama bado siko comfortable kwenda kukaa pale. Okay. Haya, wakati nilipata tu uchungu wa mtoto, nakumbuka mama alikuwa amebeba huyu mtoto ambaye ni ako na rickets. Okay. Hata hiyo time bado hakuwa ameanza kutembea. Sasa amembeba, mahali tulifika tukaambiwa the same thing imejirudia tena. Huyu mtoto niko naye kwa tumbo, amejiendea haja. Okay. Lazima nipelekwe theater. Mama akaambia huyo mtu wewe rudi na huyu mtoto. Sisi tunaenda hospitali. Tukaenda. Haya, nikaenda na nikafanyiwa vizuri CS na mtoto nikazaa. Sasa huyu mtoto nilizaa na yeye alikuwa healthy kabisa. Okay. Yeah, alikuwa amebakisha point kidogo agonge 4 kgs. Lakini ilikuwa safari ya kuomba sana nisizae mtoto mwenye atanisumbua kama ule mwingine. Mimi na nikazaa, lakini sasa nikakosa pesa za kutolewa wapi? Hospitali. Pesa zikajiongeza sana. Mpaka daktari ndio wakaanza kushangaa, mbona ninakaa huko watu wanajaa wanaenda wananiwacha. Mmoja akakuja akaniuliza shida yangu, nikamwambia hata watoto wangu ni wale unaonanga. Mam alikuwa anakujanga na watoto wangu kuniona. Akaniambia ungeongea kitambo. Sasa na mimi ni wale waongeangi sana. Mimi nikachukua, akaniambia kuja. Tukaenda kwa social worker. Tukaongea, nikaambiwa niandike barua. Nikaandika, ikaenda through, akaniwave. Ilikuwa na pesa more than 20k. Okay. Haya, sasa mimi wameniwave na nimerudi. Kurudi, mateso ni yale. Mimi ni wa CS, lakini sasa nilipata yule mtu alipata kazi ya usiku. So mimi nilikuwa najifulia nguo zangu za watoto wangu 3. Yeye alikuwa amesema zake tu ndiye atakuwa anafua. Nilikuwa nafua nguo zangu na za watoto wangu, na mostly nawacha huyu mtoto mdogo maana siwezi beba juu ya CS, na teremka kwa mama naenda na kunywa chai ndio apate kitu ya kunyonya. Haya, mtoto akaendelea hivyo na rickets. Huyu mwingine akaanza hata kutambaa mbele ya huyu mwingine. Akaanza kutambaa mbele ya huyu mwingine. Yani akaanza kuwa strong. Miguu, naona miguu ni strong. Hata kanataka kusimama mbele ya huyu mwingine. Okay. Bado tukarudi kule kwao. Tukafungiwa nyumba. Kurudi pale ikawa ni mateso kabisa. Maana niko na watoto, niko na mwingine ananinyonya. Maisha ni yale. Nakumbuka mpaka kuna wakati nilienda kuingia kule kwa mamake kwenda kuomba chai. Nikapata na yeye ajui ninaingia, na kumbuki hajafunga mlango. Ndiye alikuwa anatoa sukari amefungia hapa.
vile wamama ufungia kwa matiti pesa. Sasa alikuwa amefungia sukari hapo, ndiye anatoa weke kwa chai ndiye akunywe. Lakini mimi nasemaga kama ile neema ndio naomba mpaka sasa inirudie kabisa, maana sikujali hata sikumbeba, lakini nilijua Kenya amefanya hivyo juu ya nini? Wamechoka na mimi. Nimekuwa mzigo. Yeye. Na nikamwelewa pia alipenda chai sana. So pia mimi nimekuwa mzigo pale. Mzigo, kumbuke kijana hata hafanyi kazi, ni kulewa. Okay. Kwa hivyo yeye plus mimi na watoto wote tunakula pale. Kama mzazi utafika mahali uchoke. Kwanza kama hakuna neema ya Mungu. Sasa mimi nikavumilia pale. Nikaanza kuombanga sana. Kila jioni ninaomba. Nikajikubali. Kila jioni ninaomba. Mpaka siku moja yeye mwenyewe akaja akaniambia, hizi pesa enda utafute nyumba kwenye mlikuwa mnakaa. Sasa huyo mama. Ndio nikaenda nikatafuta nyumba na nikaendelea kukaa kule. Mtoto nimelea akafika mahali, by the time tulikuwa tumefungiwa ndio anipe pesa, kalianza kusimama, akakariket. Na kakaanza kupiga hatua. Ndio ukumbuke saizo kako na miaka ngapi? 3. Kwa hivyo huyu mtoto nimebeba more than 5 years. Ndio aweze kuwa stable na strong. Hata huyu mdogo wake akawa ametembea kabla yake. Sasa bado mimi nateseka, ni pombe. Mtu mwenye alibeba mzigo wangu sana ni mzazi, ni familia. Maana hata wakati alikuwa ricket mtoto kabla aweze kusimama, familia yetu ndio ilichangia sana kununulia dawa na nini. Yule ndugu yangu mkubwa angekuja aende na mtoto, tuende na yeye na mke wake huko kwenye zinanunuliwa town, anunue na atuage sisi tuende. So niliendelea hivyo, mtoto akaanza kutambaa na kutaka kutembea, hata kama anatembea akianguka. Lakini alikuwa pia na ile desire, maana amekaa sana bila kutembea. Haya, mimi nilifika mahali ningekaa, stress zimekuwa ngumu. Sasa nimeingia kwa vibarua za kufulia watu. Si nimepata nguvu. Sasa hakuna vile utalishwa na mzazi wako na si mtoto wako kwa tumbo tena. Nilikuwa nafulia watu. Okay. Watoto wanakula. Ta zingine akipata umewekea watoto mpaka chakula ya kesho yote anakula. Sasa kuna drum nilikuwa nayo ambayo ilikuwa imepasuka. Okay. Niliweka pale nikaifanya ni kama sanduku ya nguo za watoto. Lakini haikuwa ati ni sanduku ama bag ningekosa. Okay. Nilikuwa nimeweka ndio ninaweka shopping za watoto chini. Maana huyu ni mtu strong. Unajua tu anatoka, anaenda na anakula. Sometimes ningeenda nikipita kwa barabara watu wa hoteli wananisimamisha. Fulani alikula hapa. Leta, mimi nawaambia ataleta tu, mimi uliniona hapa. Maana akili zangu ziko kuhangaikia watoto wangu. Okay. So vile nilimjua vile yako, nilikuwa sasa ile sanduku, ile drum ndio na pack chakula chini. Okay. Yeye akilala mpaka saa 9. Yes, ameenda kujishughulikia. Sometimes alikuwa mostly anaenda kwao. Atakuja usiku kama ameshiba. So mimi nikifika, akitoka na mimi naandalia watoto chakula, wanakula. Okay. Ndio nilianza kuona mbele na kuanza kutaka kujipanga. Lakini anytime ningekaa tu nifikirie hivi. Nilikuwa nafikiria na ikiisha hivi nitafanya hivi. Ikiisha hivi nitafanya hivi. Nikiwa kwa kiti, akili inasimama hapo kabisa na ninalala. Ilifika mahali anaweka blanketi. Unajua hizi blanketi zinakaa ni kama grey. Anaziweka kwa pasia ya dirisha. Nyumba inajaa giza kabi. Ukiamka asubuhi kichwa ni nzito. Watoto ulikuwa uandae waende shule, saa 1 wawe kwa class, saa 2 ama almost saa 3 ndio mnajisikia na vichwa bado ni nzito.
Kichwa inakuwa mzito kwa nini? Kila mtu, mimi na watoto wangu. Hatukuwahi jua. Sasa ile tulikuwa tunamwachaga. Sasa kichwa ni mzito na njia gani yani? Ushana na mtu kichwa ni mzito ni kama mtu anaumwa na kichwa kwa umbali, ni mzito sana. Unaamka, unasikia mtu akisema nasikia kichwa hapa mbele ni mzito. Ni kama inaniumia kwa umbali. Hata uone vizuri, unasikia tu kae mahali bado uendelee kulala. Haya, alikuwa na watch, ni wale watu tuko single room, anapenda kulala akiwatch hizi movie hizi za CD. So alikuwa amechanganya mpaka movie chafu. Na mimi sishughuliki na movie, maana kwanza maisha yamenikulia mazito, nikija nimechoka. Alafu mimi ni mwimbaji. So nikija nimechoka, mimi nilikuwa nimekujanga na radio pale. Mimi naeka tu nini yangu, memory card yangu, ni nyimbo throughout, kama ni kuomba, kama ni kazi ninafanya, nikifanya nini, kisikiza nyimbo. Saa za TV sikuwa nayo. Labda watoto ni wabaie cartoon, ama yeye akuja na hizo vitu CD za cartoon, vitu kama hizo. And mostly angekuja amenunua kuku na chipo. Atatuambia yeye amekula. Hizo ni zetu. But believe you me, kesho mtaamka tena vichwa ni nzito, muamke late. Usiku aliweka mablanketi kila mahali, mlimwacha akiwatch movie zake. Kila mahali yazi? So unajua pasia? Haya, si kuna mlango ya kama sasa mlango hizi za mabati za nyumba za mawe. Sisi zinakuanga na glass pale za mabati ama za chuma. Hizi mlango za mawe ziko na hii mlango ya chuma. Lakini siko na kioo hapa juu. Sasa ataweka piece inakaa blanketi hapo. Okay. Aende kwa dirisha, si pengine hiyo dirisha inaleta mwangaza ya balcony. Aweke pia blanketi pale. Kiamka mko kwa giza kabisa. Kuna wakati tumekaa chini tu hivi, vile alianza sasa kuwa notorious kabisa. First tungeingia kwa simu yake mpaka nikakataza watoto. Wanaona picha mbaya. Picha mbaya zini? Hizi movie mbaya, hizi picha kama za pornography. Sasa alifika mahali, kumbe analetanga zile CD ameweka mingi, kumbe kunazo pale. Alafu ni kama amechoka, hataki kukuambia toka uende. Juu alikuwa ameishi kusema kufukuzae, akwambii toka. Na ananiuliza, wewe mtu na watoto 3, nani anaweza kukubali? Na vile nimeomba, nimekauka na Mungu. Mpaka tulifika mahali sasa tumemuogopa. Tunaficha kisu, kifuli. By then nikiishi kwake sikuwa itaka gas. Nimekuja kununua gas nikiwa kwangu. Nilikuwa hata nikiwa na pesa siwezi nunua mafuta ya taa mingi. Nataka tule twa 50 bob ama 30 bob ziishe. Kwa nini? Naogopa. Naona huyu mtu hata usiku anaweza fikiria tumwagilie, atuashe aende. Kama ni gas cooker si anaweza fungua. Awache ametufungia na kifuli na si tumeisha. Sasa sisi tulikaa tu pale. Maisha yanakuwa magumu. Tukiamka tunaambia Mungu asante. Maana tumeficha kifuli, kisu, anything, mwiko, kitu anaweza kugonga usiamke. Tunaficha. Kuna siku watoto wamekaa tu vizuri, wako tayari ya wawekee movie. Mimi nimetoka kufua nguo, nimechoka. Aliweka movie chafu. Watoto wote hizi za pornography. Na anajua ni hivyo amefanya? Maana hakukimbia kutoa. Watoto waligeuka wote kuniangalia. Sasa mimi ndo niliruka mahali niko, nikaenda nikatoa. Nikamuuliza, hii ni nini unaweka? Na ile nyumba usisahau, nachangia pia mimi nalipa. Na nikilipa, kwanza wakati nimelipa, ndio atalala the whole week. Anamkaga yeye anaenda kama ni kwa hoteli mahali. Kuna siku nilifunua carpet nikapata ameweka sijui ametafuta change, mimi sijui. Ameweka mambao hapo. 20 bob. Mingi sana. Nikajua na huyu mtu anashindanga amelala. Nikajua hizi ni zile anachukuanga anaenda
anakula. Mimi sina meno moja. Wakati tulikuwa tunaishi karibu na kwao, aliwahi iba pesa zangu. Aliwahi taka kuchukua ile, sasa kung'ang'ania akanigonga ngumi ya mdomo. Meno ikatoka. Okay. Sasa vile nilipata hizi 20 bob, mimi singedea kuchukua. Maana sitaki nini? Vita. Sitaki vita, but nikajua vile anafanyanga. Wakati nilimpeleka polisi kwa chifu, nakumbuka aliitwa. Hiyo time alikugonga? No. Hiyo time si tulikuwa tumeshatoka kwao. Anapendwa na mamake sana. Na juu nilitaka tu kutafuta ile relationship yake na wazazi wake. Bado singempeleka hata mbele, hata baada ya kunitoa meno. Nilivumilia tu. Sasa hapa amewatch pornography. Nikaona imekuwa too much. Mimi nikampeleka kwa chief. Juu ya kuwatch pornography. Watoto hawasomi. Kwani anaweka hadi wakiwa? Si unaona kutoka niruke niende nitoe na kujali kuweka. Aliendeleaga kuweka. Haya, watoto wakiwa. Aweki continuously. Yaani ni kama njia ya kuku frustrate. Mimi nikatoka. Na ni watoto wasichana? Na kijana mmoja. Nikatoka. Nikaenda kwa chief. Chief alimuita na akatuongelesha. But aligeuka, alikuwa chief mama. Penye alitoka akamwambia hebu toka. Akaenda. Mimi nikakaa chini. Nikaniambia you are like my daughter. Hapa tutaongelesha huyu mtu. Lakini ukumbuke hatuwezi kuja tulale kwa mlango yako tukikuchunga. Wewe fanya vizuri, una kwenu. Rudi kwenu. Hapo ndio nilianza kuingia. Kwani bwana alikuwa anaongea rude venye mlikuwa hapo? Alikuwa rude? Yeah. Ni mtu ajali. Alikuwa anaongea aje? Anauliza nilifanya. Yaani ushaiona? Mtu anaku frustrate mpaka watu wanaona huyu mtu ni wa kufull watu mpaka wanachoka kuongea. Kuna kesi mnaweza ongea iende through, nilifanya. Movie gani? Nikaweka. Wewe una wazimu wewe. Vitu kama hizo. Sasa walinifungua macho. Ndio nilianza kuingia chama. Nikajua kule nafuanga Saturday. Kwanza kwa 500 ni ya kuingia kwa chama. Nikitoka huko saa 7 ama 8 kule naingia saa 8 kwa 350 na kumbukanga. Hiyo ndio ya chakula. So Saturday ilikuwa ni siku ya vibarua 2, kibarua moja ni ya chama, kibarua moja ni ya chakula. Nikaanza kulipa kiti ikiwa kwa mtu. Okay. Akaniambia nataka kununua kiti kingine, nikamwambia iniuzie. Na yeye nilikuwa namfulia. Kwa hivyo hata ile siku namfulia pia yeye hizo anabaki nazo. Na huko nalipa chama. Kwa hivyo nikilipwa chama pia namletea. Kiti kaisha. Akaitoa nje. Nilaleta kiti kingine, ikabidi sasa nipeleke kwa mam itafutiwe space hapo nje. Okay. Mam pia alikuwa anaishi nyumba ya kukomboa. Hata sasa na sasa karumu kamoja. Okay. Mimi tukaweka hapo. Nikajua ni safari nimeanza. Nikaanza kununua vitu pole pole. Kama nimenyamaza but in mind niko na uchungu, maana nikiangalia mimi najiambia nime mess up my life. Niliendelea kufua na kulisha watoto. Chakula ninaweka mpaka chini ya drum. Na wakati tunakosa juu vibarua zinakosanga, basi tunakimbia tena kwa mzazi. Watoto wanakula. Okay. Juu mnakaa tu area moja? Tulikuwa tunakaa area moja, lakini sasa tunakaa mbali. Mimi nikaendelea tu hivyo. Alifika mahali sasa kunishikia kisu. Unataka nini? From nowhere. Najua naweza kudunga. Na nyamaza tu. Sasa kuna siku moja aliniambia, niliamka napataga asubuhi mtoto amejiharia. Ni vitu sijawahi ona mimi. Haya. Mtoto amejiharia? Ananiambia. Ni mgonjwa? Ananiambia mtoto alijiharia usiku. Hata huwezi sikia. Unaona zile vitu anatupea.
Mimi ndio nilikuja kurealize after nimetoka huko. Kumbe alikuwa ni kama natuwekea dawa. Tunalala tujielewi. Oh, kwani nataka nianawekea dawa kwa nini? Sasa sikia. Sasa mtoto venye mlikuwa mnasema mnalala kutoka mnaamka late kichwa kioo mzito. Si analala akiweki vitu zake. So yeye alikuwa anawekea dawa. Sasa sisi naamka ananiambia mtoto alijiharia, wewe hata huwezi sikia. Room ni moja. Ukiniambia vile mtoto alijiharia, vile alifungua mtoto akaenda, akapeleka mtoto choo na akamuosha, mimi sijui. Haya. Na akafua nguo zake. Sasa ikafika mahali nikibaiti. Mtoto mgani sasa? Msichana wangu sasa, huyo first born. Huyo first daughter. Msichana. Yeye hakukuita venye? Yeye hakukuita. Ashaambia msichana wewe si mamake. Hao watoto si watoto wao. Atakuja kumpeleka kwa mamake. So mtoto amekuweka enemy. Ameweka mpaka watoto wao enemy. Huyo first born. Hakuwa iongea na mtu. Alimwambia hivyo kitambo ama hiyo siku? Siwezi kuambia maana after kutoka huko, after 1 year, after mtoto amenistudy, ameona mimi si vile nilikuwa na describeiwa, ndiye alinifungulia moyo. So alikuwa ameharibu mtoto, wewe si mama yake. Alafu anamwambia, ukiwa isema vile nakufanyiaga nitakuwa. Kwani kuna kitu anamfanyia? Maana hii ndio nakwambia tissue kwangu ilikuwa inaisha, naona vitu sijawahi ona. Na niko na hofu huyu mtu siwezi mface. Kuona vitu je unazi? Ukienda kupanguza mtoto, si nimelea first born kijana. Ukienda kupanguza mtoto unaona akai vile watoto wanakaanga. Yaani anaenda amepanuka huku nyuma. Alafu anaenda ameiso, ukipanguza tissue inaishia kwake. What? Huwezi face huyu mtu. Umwambie. Unashangaa nani anaweza kaa chini akusikize. Hizi ni vitu za aibu. Haya, si nguo umempata ameharibia mtoto, amerepu mtoto, damu ndio hii, ukimbie nayo polisi. Si unaelewa? So upeleke mtoto hosi ujue shida kwa. You are just there. Okay. Wakati nilipeleka Kanjo. Ulipeleka? Kanjo nikasema vile mtoto anaonekana. Kanjo azin? So hospitali ya Kanjo. Nakumbukanga ule daktari niliambia. Vile mtoto anakaa. Alinituma Women Hospital. Kaniambia you just go Women Hospital. Mimi sikujua. Kwa nini ameniambia? Mom ndiye anasemanga ndio nimerudi form after kuomba sana. Zile dawa zilikuwa zimeni affect. Alikuwa anakupea dawa. Hata ningekaa chini nataka kufikiria mambo, nitafikiria, nifike mahali nisikie nimefika mwisho. Siwezi pita hapo tena. So alikuwa anakupea dawa wewe na watoto. Hata nikiwa kwa kiti hapo ndio nitalala tu. Yaani akili imefika mwisho, kichwa imechoka, usingizi inakuchukua. What? Na alikuwa ananiambia, you will never go back to whom you used to be. Yeye mwenyewe. Akaniambia my mission. Si ulikuja ukiwa Mkristo shule. Was to finish you. Okay, dini ya kwao ilikuwa Jehovah Witness. Ya kwao. Ambayo pia mimi nilijaribu kuingia. Wale watu wakuja na kunifunza, na mimi bado nilikuwa natafuta ni njia gani naweza rudi mahali. Ushirika nilikuwa na Mungu, bado sijarudi hapo. Na kama nilirudi, kwa nini anga imekuwa ngumu hivi? Mtoto nikaendelea hivyo, katoto ukaambiwa umpeleke nini? Women Hospital. Sikupeleka. Sijui ni wapi, sina pesa, nimezubaa. Si kama sasa nimekaa. Sishei na mtu. Nimenyamaza. Mimi nishajaribu kujimaliza kukunywa dawa mara 2. Tukiwa na yeye. Nakumbuka hata siku nilimwambia mimi naweza jiua. Akaniambia hiyo tu. Chukua dawa. Nikachukua zote zenye zilikuwa hapo na mahasira, zile expired za watoto. Akaniambia chukua zote kunywa. Nikaacha kama nimeaga my son.
Nikamwambia mimi naenda, na nikinyamaza tu chukue watoto wenu ufanye 1 2 3. Asubuhi kuamka nikakasirika sana. Niko na nguvu kuliko ile nililala nayo. Kwani kunafanyika nini? Na yeye hata hajali. Hajali. Alikuwa ananiambia mimi nakuanga na moyo nusu mweusi. I have a black heart. I don't care. Na mimi nimekaa pale kwa sababu ya watoto. Niliendelea, mtoto add weight bado. Anasimama ile kutetemeka hivi. Sasa ni huyu mtoto mwenye alikuwa na rickets ni ndio huyo ameharibiwa. Ndio huyo. So hujaenda hosi umerudi? Nimerudi. Ama vile nafikiria sio hivyo. Ndivyo nilikuwa najiuliza. Ama hii ni maumbile ya huyu mtoto. Okay. Na mtoto kwanza amewekwa mbali na wewe, akuonangi kama mama. Kwa hivyo wewe kwake hata macho inakwambianga ni enemy. Mimi nikaendelea kulea mtoto. But najiulizanga maswali. Siku moja nikajiuliza hapana. Kwani mtoto anajiharianga tu wakati nimelala? Sikumwambia. Okay. Nikasema acha hata mimi nikae chini, si nikae basi tu watch movie vile anawatchingi, mtoto wangu ajiharie kama sijalala, basi nijioshe. Juu kila usiku alikuwa anakuja anakuambia mtoto amehara? Most of the nights, si kila usiku. So zile siku nasema nikeshe, huyo mtoto ajihari. Kuna siku moja tuligombana kwa nyumba, nikamwambia wewe ile hasira. Sitaki kumwambia openly but nina guess. Nikamwambia wewe you are a rapist. Akasema ati unaona hata ile kushtuka mtu akupige na nini? Hakushtuka ile akunipiga. But mimi sikujifanya nimeunderstand kenye nimeongea. Juu mtu kukugonga na kukumaliza. Alikuwa ananiambia mimi kukumaliza na nichukue kitambulisho documents zangu niende, mtanitoa wapi? Hata hao watu wetu. Okay. Ile tumekaa chini tu kidogo, hata hiyo siku hakuna makelele kwa nyumba, anashika kisu. Najua anaweza kuua. So kuna siku zingine usiku singelala sana. Lakini usingizi itakushika tu. Kuna siku moja niliamuka. Nikiamuka usiku nampata, si nimelala kwa ukuta. Na yeye aliwatch movie zake kumbe akakuja kulala. Ananiambia wewe hata uende wapi hautawahi barikiwa. Na ule mtu atakuwa ndiye atakuua. Na mimi najuanga mimi si bwana yako. Hizo watoto wako wapi? Wamelala hapo, si singoro. Wamelala hapo. Mimi najuanga mimi sio nani? Mimi si mama yako, si bwana yako. Na si utoke huku. Unaenda wapi? Kwanza kabisa, si bibi ya ndugu yangu nikurudishe nyuma alikufa. Bila nimekwambia mwenye niliandikianga barua nikawachia. Ndiye apatie mama. So mama alichukuanga wale watoto na ni kwa single room. Akachukua watoto 3, akaange nao wapi? Basi ulikuwa umeniambia wewe saa zingine ndio una provide kwa hii nyumba. Si ungeenda tutafute nyumba? Au ungeweza. Au provide kila saa. Sometimes rent inapanda mpaka miezi 2. Nguo za kufua sio guarantee. Na tutafua throughout. Okay. Na kama umesimamia chama, kuna wakati utasema wacha hii ikae hata nipeleke watoto wakule, lakini chama ni siwache juu kuna step nataka kupiga. Okay. Hao watoto nataka kuondoa hapa. Nataka angalau nione mwanga. Halafu sasa kukaendaje? Sasa mimi tuliendelea kukaa. Anakaa na mtoto bado wako tu hivyo. Anakushikia kisu. Mtoto mpaka nimeanza kuboeka. Nashangaa ama ni rickets. Unasikia nikijiuliza ama ni mimi nafikiria hivi. Na hukurudisha hospitali tena sasa? Si hivyo. Hapana. Labda nimrudishe magonjwa mengine. Sasa nilikuwa nimezoea kufua pupu ya mtoto. Maana hana break ya choo. Mimi nafikiria ni ile ricket na marasmus ilirudisha akili nyuma wapi. Hata baada ya kutoka huko, hata akiwa miaka 10 bado nimefua choo yake. Hata leo
Si ule mtoto atasikia choo hapa tu saa hii, tuseme mko mahali kama Githurai, ati umwambie jikaze kidogo, hii gari inaenda express tufike tao. Utapata alichafua nguo. So kulienda aje after sasa hizo vitu zote? Kumbuke bado ninaenda chama, bado nabai vitu najipanga. Sasa mahali ilifika, kuna siku moja nimelala tu hivi. Niliamshwa na haja ndogo. Nikapata ndiye anang'ang'ana kutaka kuninyonga. Mkono ni kama imekatalia, mimi sijui ama ni Mungu, mimi siwezi sema. Lakini wacha tuseme ni Mungu kwa sababu ni nani? Si ni Mungu. Ameka mkono hivi, lakini nikaamka, kila tungenunua kitanda alikuwa anauza. Sasa tulikuwa tumelala kwa mattress, mimi kitanda nimeonea kwangu. Nikaamka, nikaruka hivi, si ni mattress. Nikamuuliza kweli ni nini? Kwani unataka kuniua? Nikafungua mlango yote wazi. Uwezi kulala kwa balcony, wewe ni mtu wa pneumonia. Ni usiku wa manane. Ilibidi ni shout. Kwani unataka kuniua? Na aliamua, alihakikisha ile siku watoto wamelala kwa mama, hawako huko. Kwani unataka kuniua? Nikamwambia mimi nimeongea, ukiniua watu watajua ni wewe. Na nikarudi kwa nyumba nikalala kwa kiti. Asubuhi kafika. Asubuhi imefika. Huyu mtoto alikuwa anasimama, anaenda ni kama ataanguka. Nisi umesema walikuwa kwa mama? Ameenda kulala that night. Si umesikia mimi ndio ninaekea mpaka watoto shopping kwa drum huko chini. So mostly tulikuwa tunaenda wanakula tunarudi. Lakini hiyo time wameenda kulala kwa mama. So wakuja asubuhi? Ni waende mimi. Ilikuwa ka distance na kuna barabara ya gari katikati. Wenye nilifika kwa choo, nikioga nikauliza Mungu ni mpaka lini. Ndio nilisikia sauti imeniambia toka. Unaona hizi preaching zinapreachiwa ni nzuri, maana zinaweka families, usikue haraka kudecide. But pia usipojisomea Biblia na revelation ya Mungu upate ufunuo, mimi ningekufia hapo. Trying to please God. Because umeona hapo, na kabla niambiwe toka, nakumbuka kuna wakati si watoto wanaenda mostly wanarudi, kuna wakati wanalala kwa mama. Kuna siku walilala huko, my son ndio huyo, kufika huko nikapata aligonjeka usiku. My firstborn. Anahara na anatapika. Nikamwambia mtoto, mama akaniambia niliamka kuomba saa 9. Vile tu ninaomba mtoto wako na yeye akaamka na kuanza kutapika. Mpaka saa hii. Mimi sinipikie mtoto viazi haraka nimpe. Nimpeleke hapo nje na mattress ilikuanga hapo nje ya neighbor ndo mtoto apate kahewa. Nikamwambia huyu mama alikuwa mama fulani, acha mtoto akae hapa angalau apigapigwa na kaupepo utaniangalilia. Mlango yake ndio imeface hiyo kiwanja kalikuwa hapo kamesementiwa. Kufika kwa nyumba hata sikukaa 2 minutes. Mama fulani kuja, fulani ndo huyo. Kuanza kuangalia mtoto ndio huyo, amekauka. Macho imeangalia juu. Amejiharia green. Amesimama hivi. Unaona vile mtu anakaukanga hivi. Sasa ni tubebe mtoto na mama. Unaona uchungu ya mama, yani mama akishtuka nguvu inaishanga kwa tumbo. Najaribu kubeba mtoto, naambia watu nibebeeni. Nisaidieni. I think watu wanaogopa asikufie kwa mikono. Mtoto white ametapika, white amejiharia green, macho imeangalia juu. Mimi nikaendelea kubembeleza watu. Mtu mmoja wa pikipiki akasema panda hapa nikubebe. Tukapanda tukabeba mto. Mimi sasa na mama. Sasa mimi nimeanza kuomba na ndimi, nguo zangu, viatu zimekuwa nzito nimetupa. Ndio tulifika hospitali, tukafika kama mtoto amechukuliwa. Mtoto kuchukuliwa na mimi nikaanza kuomba. Nakumbukanga niliambia mam, na yeye anaomba na nguvu. Namwambia mama, omba pole pole. Ile ninaomba nikafikiria wacha nitoke, niende nikatafute mtu ana preaching kwa stage na anasemanga kanisa yake iko na hapa.
Mimi kwenda kufungua mlango yani kufungua pasia ya hospitali, nikasikia sauti kwa masikio yangu. Rudi hapa uombe. Huyo unaenda kutafuta, unajua alilala wapi? Mimi nikarudi nikaendelea kuomba. Nilikuwa na 3500 kwa simu na najua yule mtu ni threat kwa watoto wangu. Kwa hivyo sikutaka kumuita na spirit yangu ikakataa nisimjulishe nimeadmitiwa. Sasa baba yao. That night vile alikuwa anauliza saa moja ikifika unakuja, hakuuliza. The following day hakuuliza ama ulilala wapi unakuja. The third day pia hakuuliza. The fourth day mimi nikaona huyu mtu hata kama niko na pesa ataona ni madharau. Wacha tu nimwambie tuliadmitiwa na nikutoka tunato. Sasa mimi nilibakisha balance ya 500 ikabidi simu yangu niwache hapo. Nikamwambia nawacha simu na kujia na hiyo 500. Na yeye alifika mbio na tumachungwa. Mimi nakumbukanga daktari walianza kushika miwani vizuri wamwangalie juu alianza kuniambia hebu niambie hizi vituko zilianza saa ngapi. Nikamuuliza vituko gani? Akaniambia hizi. Nikamuuliza juu ulikuwa unataka nini? Akaniambia wewe niambie zilikuwa exactly saa ngapi. Mimi sikumuongelesha. Vituko za nini sasa? Za mtoto kugonjeka. Sasa hiyo umekaa siku 3, hii ni ya 4. Na anaita vituko. Nikamuuliza juu ulikuwa unataka nini? Mimi sikuongea. Yeye mwenyewe akalipa ile 500 nikamwambia nilipie tu badala niache simu hapa. Tukaenda. That night mimi na son wangu singemwacha kwa mama juu naogopa kulala peke yangu. Sio siku ingine nilimpata anataka kuninyonga. Nimesikia sauti toka lakini nashangaa narudi wapi. Bro ndiye anaprovidea watoto wake kurudi hapa kuleta watoto wangu wengine 3 italeta chuki kwa hii familia. Italeta vita juu mimi sipati kila saa. Hata huyu mkoro apati kila saa. So hata mimi wakati napata kibarua si mimi na providea watoto wangu. Akatukana na sana. Huko. Sasa si tumeenda nimeogopa kuacha mtoto, sitaki kuenda peke yangu. Hata kama mtoto ni mgonjwa nikasema nitaenda na mtoto usiku tulitukanwa na huyo mtoto mpaka asubuhi. Yaani nikiangalia sana huyu mtu imemuuma sana. Imemuuma sana. Vile huyo mtoto amepona. Hakuwa anataka apone. Mimi nilishangaa juu mbona ukasirike hivyo mpaka utukanane the whole night. Tukatukanwa sana mpaka asubuhi. Mimi nikajijazia juu huyo mtu hajaipenda huyo mtoto kwa sababu nakumbukaga hata tukiwahi kula chakula angekubali huyo mtoto achukue ugali kwa meza. Sasa huyu kijana alikuwa alikuwa ni wake alikuwa anamtupia ugali hivi kama umbwa kwa chakula yake hapo kwa sahani yake. So vile nimeona reaction ndio ilituma hata siwezi muambia mtoto akiwa hospitali. Na hata vile nimeona amereact after mtoto ametoka hospitali ndio ilituma nijijazie huyu mtu hajafurahia. Ilifika mahali mpaka napatwa na depression. Naenda nikijiongelesha kwa barabara. Naenda nikijiongelesha kwa barabara. Kama kuomba. Alsasi zikanishikia hapo. Nakumbukanga siku moja tulitoka kwa nyumba. Tunaenda church mahali. Mkiwa na watoto? Nikitoka nikafikiria nikasikia tu ndani yangu ama niingie niombe. Nikaambia watoto tuombe. Tuambie Mungu, nikaambia Mungu tukirudi hapa na amani nitakushukuru. Vile tumeenda turudishe tu hii. Kumbe tutaenda aka kadogo nako katoke kwa church. Wacha tukatafute. Wacha na ilikuwa hii church ya kuingizwa kwa birika. Watu wanaingiza miguu kwa birika. Tunaingiza miguu kwa birika. Si wanapreachiwa vile watu walikuwa wanaingia kwa birika ile mahubiri ya birika. Gani?
ile mahubiri ya kuigizwa, sijui kwa birika, mimi sijui, alikuwa na hiyo mahubiri, huyo mhubiri alikuwa nayo. Sasa mimi nilikuwa ni mahubiri gani? Nilisikia mahubiri kama nimealikwa na my friend hapo juu ya zile shida nilikuwa napitia. Na yeye alikuwa asha pale. Sasa ulikuwa unaingizwa miguu kwa birika? Watu wengi mnaingia kama mmepanga line. Ndio nini? Si ni siku ya baraka, mashida ziwaondokee ndo whatever na magumu. Hiyo si ni ushetani. Sasa tukiingia, unajua chacha iko na Sunday school. Mtoto kumbe alitoka na akajiendea. Akaenda wapi? Akapotea. Oh, sasa wewe uliingizwa miguu kwa birika? Sisi mimi niko busy na watu wenye wamejaa chachu huku. Kwenda kutafuta mtoto Sunday school, alipotea. Wacha tutafute mtoto. Wacha tu report mpaka ma police station. Huyu mtu vile alipiga simu akaniambia, ndio hiyo pesa nimetuma ya sapa. Nikamwambia mtoto alipotea. Ndio tunatafuta mpaka tumeripoti huku kwa ma police station. Akaniambia, wewe nakwambia pesa nimetuma. Nikamwambia, wewe ujali, mtoto amepotea. Akaniambia, hey, mimi wacha nitafute mtoto. Mimi wacha nitafute mtoto. Nikatafuta mtoto, mtoto haonekani. Nakumbuka nilifika mahali, nikaimbia Mungu wimbo. Nikaambia Mungu, hapa na mahali nilikuwa mahali, ni mahali ambapo dadake alikuwa anaishi, kama barabara ukivuka hivi ndio ile nyumba. Na hapa ndo tuko kwa gari, sisi tunaelekea hivi. Sasa hapo huyu mtoto akiwa miezi, kuna siku aliamuka kutambaa usiku kama mtoto analia. Yaani kama mtu ako kwa ndoto mbaya. Kuangalia mtoto nikashangaa, hizi nazo ni gani? Mimi nikasikia nimeambiwa, wewe ombea mtoto na ula. Mimi kuombea mtoto akatulia. Usiku, asubuhi dadake alikuwa ametumana niende tukaangalie vitu zingine nionyesho kuuza, ninunue alafu ni pack. Tukapata sistake, nilichelewa, sistake ameenda. Ile kukaa tu hapo na ngojea sistake, ndio line ilikuwaga kubwa anunue, ndio akuje ndio anieleze vile alikuwa anasema, juu pesa nilikuwa nazo. Mtoto akatoka. Siniaka kadhadi bon. Sasa mimi nasikia watu hapo kwa stairs wakisema, ona ule mtoto. Akiachilia tu hiyo chuma, huyo mtoto anaanguka. Kwenda kuangalia mtoto kwa mlango. Mtoto wangu juu alikuwa active, nikale kakutoka. Si nimekwambia huyu nilizaa alikuwa strong. Si kama ako kasichana kakubwa. Nikaenda, Mungu tu akanisaidia, sikustukia ama kushtua mtoto, nikachukua mtoto polepole. Sasa ndio hii time tuombe na tutoke tuende maombi ya birika na mtoto apotee. Wakati nakuja na gari nikiomba Mungu, mtoto wangu akipatikana nitakuimbia wimbo. Nitakuimbia wimbo mpya. Hapo ambapo ni kwa hiyo barabara. Hapo na ndo hii nyumba. Hapo ndo polisi walipigia simu. Rudini, mtoto amepatikana. Na sitawahi kusahau. Sisi tukarudi. Kwa ile nyumba niliambia Mungu, tukirudi tutakushukuru. Nilirudi tukashikana mikono. Tukaambia Mungu asante. Nakumbukanga sana. Niliteseka na bado anga, hata kama Mungu anakuitika, anga bado imekauka. Imekauka kabisa. Nakumbukanga. Mtoto alikuwa analala anajifunika kwa blanketi, analala chini, my first born. Usiku ndo utaona ameamuka ni kama nyoka, aruke isaidi ingine alale. Na hata mtoto hata amuka ati ameumia ama alikuwa kwa ndoto, ataendelea kulala. Yaani nilipatwa na mambo magumu mpaka mimi nikawa naishi maisha haieleweki. Maana sielewi, zile dawa zimeniingia. Mama ananiangalia na niambia, ukai mwenye nilizaa na kuombeanga, akili zako zinafanya kazi. Mbona unakaanga tu hivyo? Mimi sikuwa najielewa. Sasa mahali bado ile akili, ile sauti iliniambia toka uende, bado naikumbuka. So sasa hizi mtoto mwenye alikuwa amepotea alikuwa wapi? Mtoto amepotea. Ile time alikuwa amepotea alikuwa ameenda wapi? Vile tulipigiwa simu, huyo mama hata ni namba yake nilipoteza.
Nilikuwa nimesema nitaenda nimshukuru. Kumbe mama alibeba mtoto akakuja naye. Mtoto alienda kwa wenyewe. Akapata katoto kauko kanakunywa juice, sijui na mkate, naye mtoto akakaa. Na mimi nilikuwa nakimbia mbio, naogopa juu kuna ile masaa najua mtoto wangu analalanga. Akilala saa hizo nitaweza kumtafuta aje? Huwezi. Kumbe hiyo masaa ndo ilifika, mtoto akalala. Huyo mama alikuja kama amebeba mtoto. Okay. Paka police station. Okay, tuendelee. Mimi niliendelea kukaa. Na kuna kitu ilikuwa inatembeanga sana kwa tumbo. Tumbo yako? Sikuwahi jua. Nilikuwa nimewekwa coil. Na hii coil ikanisumbua sana. Na bado hospitali zote nilienda juu ya hizi CS zimefuatana na kuoshwa, na hata sikuwa nimemaliza miaka hata 3 nikipata mimba ya pili, daktari walikuwa nakataa nisije nikapata mimba ingine juu ni hatari kwangu mimi. So niliteseka sana na ile. But ningefika tu siku zangu kama mama. Nilikuwa na bleed hata 2 weeks non-stop. Sasa kuna aunti yangu ambaye hakuwa anaishi mbali na sisi, mahali na travel, lakini sanu wake na bibi yake na watoto walikuwa huko. Sasa walinizoea. Mambo yangekuwa magumu, mimi nilikuwa natorokea huko. Watoto si wako kwa mama. Nakaa huko mpaka na recover. Nikitoka huko aunti atanipatia kitu kama 3500. Kuja nianze kitu ile ingine nibaie watoto 1 2 3 na maisha inaendelea. Niliendelea hivyo mpaka nakumbuka nilienda nikapata aunti yangu sasa mwingine alikuwa anaishi karibu, nikamwambia mimi nimelemewa na bleed kabisa. Tukapigia mama simu. Nikaletewa pesa. Mama mwenyewe akanishika mkono mpaka hospitali nikatolewa ile coil. Nikirudi sana nilikuwa nakaa kama mtu ametoka either kujifungua. Yaani juu nimezoea bleeding kukosa damu. Hiyo story mama alikuwa ameizoea sana. Mara nasikia kizunguzungu, mara sina damu, beetroot, mara dawa ya damu. Hivyo sasa hii this round nikaambia mama, mzigo imekulemea hapa. Watoto wangu si nimekuletea hapa. Si hawa ni wa ndugu yangu. Mimi sitaki tukosane na familia ikuwe na mambo. Acha nibebe tu mwili yangu. Si nimetolewa kweli. Niende nikaponee kwa aunti, nikipona nitarudi. Kaenda nikapikiwa, nikapata nguvu nikarudi. Bado ile word niliongeleshwa toka uende, bado iko kwa kichwa. Sasa nikirudi si nikutafuta vibarua. Kuna mtu atakungoja ati ulienda ndo ukuje uendelee kumfulia. Kuna mwingine atakuita kama kupata mtu atamfulia maybe vile ulikuwa unamfulia. Sasa mimi nikaanza kujipanga. So ulikuwa umeniambia ulikuwa unalipa polepole vitu ziko kwa mama mwingine? Ziko kwa mama nje. Sasa ulizichukuanga? Hapana. Wenye kutalema kabisa juu bado siko stable. Kuna wakati utapata na wakati mwingine ukose. Wenye niliona huyu mtu amenishikia kisu sana. Nilisema kama mbaya. Nitajipea tu miezi kama 2 kwa mama niondoke, but for now naenda huko. Tuliwekeleanisha vitu zetu, manguo huko. Nakumbuka nilikuwa nalala kwa kiti ile kubwa, naekelea miguu kwa vitu. Mpaka nikaanza kuuma na mwili juu kiti imejaa vitu pia. Nikakaa hapo miezi 2. Mungu akanisaidia juu nikikaa hapo miezi 2, mwenye nilikuwa nafulia naenda na yeye akaniambia ametumwa kazi mbali. Hizi kazi za supermarket. Sasa yeye ako na mtoto mwenye anapelekwa na gari na analetwa na gari. Kaniambia kazi yako ni asubuhi na jioni. Kuja unapeleka mtoto kwa gari, kuja unafanya kazi zangu na unaenda. So nilikuwa natoka kwa nyumba saa 10:30. Nikafanya hivyo mpaka nikakuwa stable, nikapata rent. Nikatafuta kanyumba katao 2. Hivyo ndio. Sasa hizo mtoto bado ako na ile shida? Yule msichana? Bado hatujashikana. Tunakaa ni kama strangers bado. Bado hajajua aliambiwa wewe si mama yake. Lakini ako kwa mama. Singemwacha juu ni mtoto wangu.
Na kwanza nashangaa kulienda aje. Huyu mtoto akanikaa mbali. Ndio nimeteseka naye, ndio nimebeba miaka mingi kwa mgongo. Na bado mtoto atakangi kuniona. Mpaka najiuliza ama ananichukia kama mama kijana. Mimi niliendelea, lakini kila saa huyu mtoto ukimwongelesha kidogo ama ukitandika ama ukikemea amefanya vibaya, mimi naenda. Anakasirika, anatoka, mpaka tunakimbia tukimbize mtoto asiende. Anajua wapi huko. Na hata kwenye tulikuwa tunaishi ni kwa gorofa single. So mostly nilikuwa nawafungianga. Si huko napotea. Kwanza nikiacha tusichana ndani nafungia. Kijana kama yuko, si watacheza kwa balcony na nawaona. Watacheza, yeye na yeye alikuwa anashughulika na watoto. Kwa hivyo si wale wanatoka wanaenda kuzurura huko. Utawapata tu hapo wapi? Atawagonga mtu hata karibia hapo. Lakini wakiwa peke yao, sometimes utawawacha nakimbia na hapa mimi nakuja. Bora uendi mbali. Uko tu maybe within, lakini si uende kibarua. Siku za kibarua, kijana ako shule, napelekea watoto mama. Ilikuwa inabidi. Juu si kwa kila mtu utaenda na watoto. Sasa finally ulikuja kujua shida ya mtoto ilikuwa nini? Sasa mtoto hiyo kushtuka na kukasirika na Ndio alikuwa anashtuka pia. Si kushtuka hivi. Ile ukiongelesha mtoto anashikwa ni mahasira, natoka naenda. Unaona, nilikaa mahali, sijui ama ni Mungu kunisaidia. Nikaona huyu mtoto nikashangaa, simuelewi. Sasa nashangaa niwe ni wangu nilikuzaa. Lakini mbona sikuelewangi? Unakanga ni kama mgeni kwangu. Siku moja kama tumekaa chini. After 1 year. Tulilia. Hata sasa umetoka huko? Na nimekaa sasa, si niko kwangu. Na sasa venye ulitoka huko hakukufuata? Alinifuata but I stopped him. Nilimwambia never again. Sitaki kukuona. Okay. So after 1 year, mtoto alifungua moyo. Nakumbuka tulikuwa tumekaa kwa meza tukiwatch. Tulilia sana. Alifungua moyo azin? Akatuambia vile ameishi kuambiwa mimi si mamake. Atapelekwa kwa mamake. Hawa si watoto wao. Si yako na mamake vile anaambiwa. Atapelekwa kwa mamake. Sasa huyo mtoto tuambia ndio maana hakuwa anaona mimi ni mama yake. Okay. Na vile mtoto anasema, anarudi anasema nilikuwa haribiwa, napelekwa kwa choo. Haikuwa inafanyiwa kumbe kwa nyumba. Kumbe ni kama watu wamelala. Na baba yake? Juu choo ziko nje? Si unasikia ni single room. Ala, alikuwa na mrepo? Sasa akimpeleka anamwambia ukisema nitakuua. Sasa mtoto alielezea aje? Hebu elezea kidogo. Alikuwa ananitoa nguo. Na ilianza aje? Hivyo tu kutolewa nguo. But mimi sionangi ni kama ilianza hapo. Kwa sababu kama ilianza hapo, ningeona mess ya blood. Hata niliambia mama juzi, mess ulifanya ni kutrust mtu sana. Wakati nilishikwa na uchungu, badala unipeleke usi na mtoto, ulimwambia wewe shika mtoto enda na yeye. Na tena kuna siku aliniambia huyu mtu alikujanga saa 3, bado sijarilisiwa hosi na maziwa. Kamwambia nimekujia mtoto. Bado mama akampea mtoto. Huyo mtoto? Huyo. So wewe ukiwa hosi? So si nimekuja kujua nimetoka hosi. So vitu zingine Sasa umekuja kujua hizo vitu venye umetoka kwake? Venye nimetoka hosi si ndio najua mtoto alichukuliwangwa na akalala kwake. Na anachukua tu huyo specific? Ni mgani mwingine? Na si achukue watoto wote? Sasa hata akichukua kijana. Kijana yeye anasemaga hakuna kitu aliwaisikia. So alikuwa anaenda analala na huyo mtoto? Hiyo nitasuspect niseme hivyo kwa sababu mbona sikuwa hiyo na kitu kama damu. Hata kama ni nyuma, mbona sikuwa hiyo na kitu kama hiyo. Na yeye mtoto hawezi kumbuka ilianza wapi? Huyo mtoto mdogo anakumbukanga tu hiyo ya kutolewa nguo. Anapelekwa choo.
Sasa kama mlipewa dawa nyinyi wote ama mtapewa iwa affect ndio maana alikuwa anawapea dawa ndio mlale. Mtoto mdogo. Chumi naona dawa ya kuaffect kwa nyumba itawa-affect nyinyi wote. Kuna siku hata tungeamuka usiku napata alifunga asubuhi, kumbe tulilala ni kama tuko nje. Alifunga na chapi na akaenda hayuko. Kwa hivyo hata akifungua na ni mlango ya ngumu kufunguliwa, huo mtu alifungua kama mjielewi. Kwa hivyo alikuwa anawapea dawa mnalala. Anaenda anaharibu mtoto. So mtoto amekuja amekufungukia. Sema hapa juu tunaishi bado mahali anaweza to trace. Nitaweka mpaka life ya huyu mtoto kwa danger. And the way I fear that family, ilibidi nikae na uchungu yangu nimenyamaza, but I shared it. With who? With mom. Nimekam kushare na brother zangu. After tumekaa for very long. Mimi na watoto wangu. And our second born, tumerudi kukua marafiki kama nimekaa sana. Jua ananiambianga githe dia kweli de. Nilikuambia, nilikuja nyumbani kama umezaa wewe. Nikasema hao watu wasikukujie. Mimi nikusomeshe college, kila mtu aende zake. Kwanza ujirealize. Lakini huku nisikia. Unaona sasa ile upendo imekuja kurudi baadaye. After hata mimi nimekubali na nikamwambia ni kweli bro, nilitupa mbao, lakini hata wewe sasa uwezi nitupa kabisa. Na sasa hii time yote amekuwa akifanya mtoto hivyo, bado mlikuwa mnaonana na yeye? Ni mara mingi sana nimeamka usiku, Mungu ananipenda. Nampata nilivuliwa nguo, ndo anataka kunitumia tu huku nyuma. Sasa mimi nakataa. Sijui ama ndo sababu alichoose kutumia mtoto. Alikuwa anataka pia kutumia Lakini sasa mambo yenu ya kawaida ya kitanda ilikuwa inaendelea. Utakataa na huko kwa mtu. Na bado anafanya hivyo mtoto. Wewe una suspect. Kwa sababu hiyo time sasa huku unajua. Sasa baadaye si ndio umekuja kujua. Una suspect. Na hata vile unaweza suspect upate courage ya kubeba mtoto twende tukajulie mbele. Mtoto kwanza anakuona enemy. Ashaambiwa wewe si mamake. Na ikienda ikugeukie uko mbele. Na bado uko na mauoga zako. Wewe bado unakaa ni kama abnormal. Mimi saizi ndo nimejirudi nikajua mimi ni nani. Huyo mtoto ni mgani hapa? Ni huyu hapa mkubwa. Huyo? So mimi vile nimesema sasa yeye anaelewa kila kitu ili happen. Mtoto 8 years anakumbukanga. So I think vile amekaa na akaingia kwa social, sometimes ataingia kwa simu, aingie kwa YouTube, vitu zingine aone story kwa TV na aendelee kugrow. Unaelewa? Ikamuaffect zaidi. Akachua kitu kile ina happen. Mimi naweza pona moyo na niachilie juu niliwachilia na nikaachia Mungu. What about my child? Anatumanga nakumbuka kitu ilifanyika. Anatumanga. Na nikasema kuacha Mungu ni mbaya. Maana ningekaa na kitambaa kwa kichwa. Pole. Pole sana. Sasa mtoto saizi bado ana nini? Aliweza bado anajiendea haja. Mtoto amefika mahali depression imemwaffect sana. I think I shared this with the church. I didn't get help. You didn't get help from the church? Yeah, I thought wata muongelesha. Mtoto apone. Kumbe niliharibu image yangu. Jumi nimekuwa mhubiri pia napata time na preach. Na sasa niulize. Alafu kuna mahali ambapo tunakaa. Wakati nilifika hapo nilipata wengine hapo. Walipush sana. Kuniuliza. Ulipata nani hao? Wale walikuwa wanaishi hapo. Sasa mimi natafuta tu mahali naweza kaa. Juu nilikuwa nakimbia. Hiyo area nimekuambia. Au ulikuwa unapotea?
na kuliendaje, mbona mtoto anakaanga hivi? So watu wanakuuliza? Niyo mama. Nilimbeba, ni mtu amekomaa, nikamfungulia moyo. Kamwambia what happened to my daughter. Akaenda kuscribe. So daughter amefika mahali mtoto wangu anilizaa akiwa sawa na mrembo sana. Huyo ndiye ako kwa WhatsApp yangu. Huyo mtoto ndio huyo. Lakini mtoto wangu anajiongeleshanga siku hizi ni kama mtoto abnormal. Jua ya kukumbuka hizo mambo. Mimi najijazia. Nilisema sita ignore tena. Itabidi nikubali this battle tupigane na my daughter. Hata ipigana peke yake. In a way that nitafute counselor. Mimi sina pesa saizi. I used to have money. I used to have a good work. My mama happen kugonjeka. Ile kumtengenezesha na hizi dawa za supplements ndio nilikuwa nauza. Bado nilikuwa nafanya biashara ya kuuza hizi. Sababu aligonjeka ukatumia ndo second hand, hizi second hand nguo za Kihindi. Nilikuwa nimebakisha kidogo nianze kuvuka boda kwenda Uganda. Kazi yangu ikarudi chini. Haikuwa too much this way. My daughter is a 15 years old. So right now she's understanding. She's a 15 years old girl, but a behavior okay. Ni mtoto hajipendi, hajajikubali. Ako shule? Ako shule, ako class 8 now. But ananifanyaga nakumbuka the pain and the picture ya kenye niliona mpaka nikimpanguza choo yake. Sasa kanatumia diapers ama kako sawa? Akijiendea choo mostly. No, unamfunga diaper ama jua hata jua akisikia. Kukojoa ndio sasa hiyo inanga break kabisa. Itakuja kama imetoka. So hiyo ni shida naweza tengenezwa actually. Lakini ya nyuma hiyo duration I think sijui depression iko juu, utafuafua choo yake. Akifika ni kuendesha maybe tumbo ni mbaya, hawezi hold. Mkienda mbali, mtoto hawezi hold. Na niulize venye ulishare hiyo kitu na watu wenyu, hakuna mtu alikuwa advise ichukue hatua juu sasa unajua hiyo ilikuwa ni defilement. Mripoti hiyo kesi, you see she's under, yeye ni mtoto amenajisiwa kwanza na njia mbaya, sodomy, si ndio? Hakuna mtu yeyote alikwambia ufanye hivyo? Okay, nimekuja ku open up na bro after me push sana. Nimwambie the whole story kuliendaje. Wenye nilimwambia sasa mali naona nitafanya hivi na hivi. Akaniuliza, this Kenya of today, do you have money? Uko na pesa za kukimbizana na kesi? Nikanyamaza. Nikakosa cha kusema. Sasa right now sijui, but I trust my daughter will conceive. Atakuwa barren because of whatever may happen kwake. Hiyo shida ya kukojoa, hiyo unaweza nini? Inaweza treatiwa. Kuna hosi zenye inakuanga ni free actually. Sinifish to something like that. I think kuna hosi zenye zinaifanya for free. Like Kenyatta, I'm not sure but I think they do it for free. So sasa okay, mmetoka huko na amekupenia hivyo. So hata hukwenda hosi labda angaliwe hivyo. Sikutaka kesi, nilienda polisi. Polisi ndiye alituambia, madam, unasema hujui kulikuwa kunaenda nini. Ni mchele mlikuwa mnapewa. Nikamwambia, unaona ile gari? Wenda ukuja hii gari kupeleke Mama Lucy. Mtoto apigwe picha, afanywe nini sijui nini. Alafu kutoka hapo kesi ianze. Kusikia kesi ianze na una pesa ya kuhama area, umejiweka kwa hatari. I didn't go back there. Ukaogopa? I feared for my life. Huni mtu amenishikia kisu more than twice. Huni mtu ameshika maisani hivi akadip kichwa kwa maji. What? Moto akachomeka hapa. What?
So kutoka mtoka huko kwake until now ni how long? Tulitoka huko mtoto akiwa 8 years. So alikuwa anafanya hizo vitu akiwa kayang sana. Yeah, ndio nasema I suspect hata vile nililala usi. Kuna vile alichokora mtoto. Alifanya hizo vitu. Yeah. Cause unajua mtoto mdogo hiyo ni kitu inaweza mu affect considering yeye ni mtu mature grown up, inaweza mu affect a bleed, ashindwe kutembea. So labda ni kitu alifanya ukiwa mbali. Na ni huko nyuma mostly. Hakuwa amemharibu mbele. Nasema mostly kama aliharibu mbele mimi sijua maliosha but nini nilikuwa najiosheaga mtoto. Kama aliharibu mbele maybe those days nikiwa hospitali. Yeah, maybe that time. Haujui kama amemharibu mbele? Mimi na suspect labda nikiwa hospitali akakuja kumalizia kama ndio nauliza asha break mtoto. Uliconfirm kama mbele bado amefanya hivyo? Sikupeleka, si nimekuambia mimi sijapeleka hospitali. Nilikasirika na sikutaka mwenye nilikimbiza mbio ni aka kadogo. Nikapata akajaguzwa. Kako sawa. Lakini saizi nimeona anatembea poa, hiyo shida ya rickets iliisha. Yeah, hata hiyo shida ya kuharibiwa ni kama ilikuwa inamfanya anakuwa weak. Mtoto walitoka huko wamekonda. Ni mimi nimelea. Wow, that is so serious. That is so serious. So I think pole sana kwa hawa yote. Huyu mtoto this time amesoma few days. Amefika mahali anataka kukataa nini? Shule. So anafaa kuongeleshwa. Unatandika, unaona utatandika, there is something zaidi. Nikiangalia nikaona akili hazijakubali kupona. Yeye kukatandika sana. Unajua sasa nilikuwa nadhani ni ile tu kutandika mtoto enda shule. Na kani yoremi. Mpaka anasema siendi, sitaenda. Mpaka nikaangalia nikaona this child anaweza aende kabisa, aende akakue street child. Wacha nichukue hatua, roho yake ipone, maana ananifanya nakumbuka vitu nilipona nazo. Na nikawachia Mungu mimi. So, I'm so sorry. Thank you. Kwa kila kitu umepitia. That is tough. Na I think ni poa hata venye tu umesema mtu akiwa kwa marriage ni poa kuangalia vitu zingine juu utakufia hapo ama watoto wako watatesekea hapo. Na mimi nasemanga if it is not working hata break ni poa. Na kitu yenye I think unafaa ufanye saa hizi mtoi anafaa aende hosi kitu ya kwanza. Unaget? Kama ni hiyo shida ya nini ya kukojoa itibiwe vizuri. Afanyiwe vipimo zote. Angaliwe vizuri venye kulikuwa kumeendelea. And I think the best thing, huyu ni mtoto mdogo sana. You are the mother. If you cannot fight for her, baba yake alienda. Ndio? Nani mwingine atafaitia huyo mtoto? It is me. It is you. Na I think ufai kuogopa. Ufai kuogopa tena because this is very serious. That man should be in jail. Huyo anafaa kuwa akiozea huko jela. Mtoto aende hospitali. Si umesema ulikuwa umeenda police? That time nilienda wakaniambia ati sasa utakuja uende na huyu daktari muende Mama Lucy. So uko na OB? No, OB yenye nilichukua ilikuwa ya kujiprotect. Ni sawa. Nikihama ulireport. Na ukaongea kesi ya mtoto. Hiyo time nikihama ndo OB ilipotea nikitoka that side but lazima ningereport juu ya amani yangu. Kindly. You are the mother of this child. Na huyu mtoto na hata sitaki anisikie sana. Lakini siku yenye atakuwa mtu mkubwa labda atakuuliza maswali. Mom, what did you do? Unaona? Usiogope hivyo unaogopa. Mimi nasemanga hakuna mtu
wako above the law. Na umefanya vizuri sana venye umekuja huku kushare story. Na nilikuwa na kesi nyingine kama hii hapa. Ya brother ya jamaa alikuwa amerape sister yake. Akisi mtu tu mmoja ajitolee tu ani connect na watu wenye wanadilingi na cases kama hizi. Juu zimekuwa too much. Ndio nikileta story kama hii huku tunajaribu kuifuata, tunajaribu venye tunaweza saidia mtoto kama huyu. Hiyo process yote tunajua venye tutasaidia hawa watu. Juu hawa watu wafai kuwa wanaishi na binadamu, wanafaa kuwa huko jela magiro ukoroma gifundira jera. So if you are there na uko na knowledge yote ya kitu kama hii, kindly tupigie simu utuelezee venye tunaweza handle hii kesi. Huyu mtoto sitaki tumuonyeshane kwa kamera. Shizia ako hapa na sisi huyu mtoto. Na kama tu uko hapo na unaweza unajua njia yote yenye tunaweza tumia tuweze kuhandle hii case, tupigie namba ya simu tutapeana. Another thing, huyu madam amesema hana do yote, hana pesa, hana kazi. Mimi naweza taka tu tumsaidie venye huyu mtoto anaweza enda hosi atibiwe vizuri na angaliwe vizuri. Another thing, anataka kuongeleshwa. Labda uko hapo wewe ni counselor ama unaweza mlipia sessions kadhaa juu unasikia pia yeye hako sawa. Yeye mwenyewe aende aongeleshwe na mtoto wake aongeleshwe. Please, my followers, I know you can do this. Najua kuna watu wengi sana wako na knowledge mingi kuniliko kuhusu hizi mambo. If you are there na umewatch hii story, do something tafadhali, usinyamaze tu hivyo. We need you right now. Na mimi naweza taka justice ya mtoto ipatikane. Naweza taka hiyo kesi ifuatiliwe. Hao watu wenye wanasemanga sijui ujaribu uone, wajue huku kila mtu wako you have your right. Huyu mtoto wako na right yake. Kama unajua kothe hano uguo kana fururi hano uguo ati pesa ndio inasema kila time. Si basi watu wangekuwa na uana ini hauli. Sasa ile kitu imetuma nisinyamaze. Mtoto amekuwa na mpaka blood infection. Mwenyewe natibisha. Na mimi ndo nasomesha. Mwingine saizi ndo ako form 4. Mimi bado nasomesha. Kijana. Unaona burden I know. Sasa mtoto akaanza kufuranga miguu most of the time. Sasa mwenye niliongea, kuna siku kulikuwa kidney day. Akani advise, leo ilikuwa kidney day, afadhali ungejua ungempeleka akapi. Nikasema hii burden yote sitaweza kubeba. Burden ya mtoto, akili zake, I'm telling you the truth. Mtoto anajiongeleshanga, mtoto hajajikubali, hajajipenda. Na mimi nilimuembrace tu. But before nikam ku understand mtoto roho yake ijapona. Tulikuwa pia tumesumbuana kama mtoto na mama. I know. Because unajua lazima pia mentally ya feel. Unajua saizi ndio ameanza kugrow, ndio ameanza kujua vitu. Kuna vitu kama hizi nilifanya hivi na baba yangu. Unaona? Kitu kama hiyo lazima imuaffect. Baba yangu alinishika, akaenda na mimi na alafu si zaidi ya hiyo. There's a day mtu alikuja hapa. Mimi by the way mimi ni follower wako. Okay. Unaweza angalia hapo uone Mwangi, kitu Mwangi utaniona hapo. Nikasema huyo madam ni alikuwa madam. Akasema yeye ukamwambia aje umpeleke mahali anaweza pata nini? Deliverance. Mtoto nataka kuwe delivered. Kesho yake imfai. Hizi vitu amepitia zisimfuate nyuma wala kizazi chake. Very true. Na siku hizi watu ni wengi wachungaji. Na kuna wale wako na moyo wako na hiyo wito. Unaelewa? Na kuna wale wanataka kuharibu. Na wengine wito different. Mimi nikasema sitanyamaza mtoto wangu. Huyu ndio kesho yangu. Very true. Huyu ndio kesho yangu. Bearing that in mind, tutatafuta mhubiri mmoja, and you have to be very careful. Juu utapeana namba yako ya simu hapa, ni watu wengi sana wanaweza kupigia. Kuna watu wanaweza sikia kitu kama hiyo imehapenia mtoi wako,
wajifanya wanataka kumsaidia, lakini wanataka kutake advantage. Ndio zaidi naogopa hata hiyo namba ya simu. So it is good to be very keen and be very careful kwa mtu yote una deal na yeye saa hizi. Na venye nimekuambia, wewe ndio unafaa uprotect huyo mtoto. Mimi najua hawa watu watatusaidia. Tutapata pesa ya kupeleka huyo mtoto hosi, tutapata do ya kupeleka huyo mtoto hosi, kaende kaangaliwe vizuri. Nitasema hapa kwa kamera because of that. Yote atataka kunisaidia, kindly apitie kwako. Apitie kwangu? Yeah. Okay. No problem, hakuna shida. Lakini sijui kama unaweza kuwa na namba nyingine yenye si ati ya kila mtu. At least mtu, unajua kuna mtu anaweza taka kuongea na wewe, naongeleshe mtoto. Na mimi unaona si ati tuko hiyo namba iko kwa WhatsApp. Si ya kitambo. Si ya kitambo. Kwa hivyo hiyo haijulikani. Hiyo naweza peana, although it is not of head. Maana si ya kitambo. Tutaiangalia tu hapa. Ni poa tu kupeana namba yako. Unajua hata kuna mtu anaweza taka kuongelesha mtoto. Kuna mtu anaweza taka kuongea na wewe. Hiyo naweza peana. Iko hapa. Hata kama itapeana jina yangu, itapeana jina ya mama. Ndio hii 07 ini Airtel. Hiyo. 0734 461 941. 0734 461 941. Ukitaka kuongea na our sister over here, ukitaka kumsupport na njia yote, hiyo ni namba yenye mnaweza communicate nayo na yeye. Kitu yenye naweza sema na nirudie tena, kama uko hapo, please kindly, kama unaweza jua venye tunaweza fuatilia hiyo kesi, ndio huyu mtoto juu unaona mtoto akipata justice yake, hata yeye anaweza feel amekuwa released, unaona. Na sisi tunaishi pia Kenya, tunaishi na hofu. I know. Ni kama kujificha. I know. But kuna kwani huyu ni nani huyu? Huyu ni nani? I think it's because of cases za Kenya. Unajua watu na hofu. Hapana, tusiogope, cause ukiogopa, unajua tukisema ni kuogopa then maisha itakuwa ngumu sana. You see? Na that is why kuna polisi, unaweza kimbia huko. Kuna lawyers, tunaweza pata lawyer hapa na atusaidie. Mtu anaelewa kitu kama hii. Unaona? Kuna watu wana deal na kesi kama hizo za watoto. Wenye wanaweza tusaidia. Sasa huyu alijikataa akienda na huko. Mpaka unahofia huyu mtoto umemtuma duka amekaa, hata ogopi mpaka giza. So anataka mtu wa kumuongelesha sana. If you are there na unaweza mlipia tu hata kani wiki moja, sessions kadhaa, utapiga tu hiyo namba ndio tusaidie huyu mtoto. By the way, hiyo namba si tumepeana. Hiyo ndio namba ya huyu mama mwenye alikuwa ametutembelea leo. Leo tumeongea na Kiswahili na I think iko sawa venye tumeongea na Kiswahili cause hakuna mtu sasa hawezi sikia hiyo story. So I think tutamalizia hapo for today. Na nimeshukuru sana kwako kutembea huku leo. Nimeshukuru pia. Na mtu yote anaweza kuwa na support yote anaweza msaidia nayo. Kikazi, kipesa, hakuna kitu nimefungilia. Na hata wewe mwenyewe na feel you need that counseling. Unahitaji tu pia uongeleshwe hivyo. Na hii kesi najua nitaifuatilia sana. Na tu update watu, niwaambie mahali tumefikisha hii maneno. God bless you so much. We love you so much. Na mkue na wakati mwema. Asanteni sana. So thank you so much for today's show. Na wewe mwenye umekaa hapo umetusikiza kutoka tuanze hadi saa hizi, nashukuru sana. Na kama huja subscribe, kindly kubali tu kusubscribe ndio tukue tunaenda pamoja. Na ukipata interview kama hii nilikuambia ni poa, unashare na marafiki zako wenye hawaja subscribe, waambie wa subscribe. Na ukiwa na chance yote ya kusaidia mtu mwenye unaona huku, by the way, feel free to do that. Namba yetu ni 0724333313. Na kuna kitu nimekuwa nikitangaza hapa for a while, nikakuwa nikiwaambia tuko na opportunities kadhaa, si mingi sana. Tunachukua few youths, kama uko hapo na uko na kijana wako, msichana wako, ama wewe unaweza taka kulearn about video production, that is video shooting and video editing, na kujua
mengi kuhusu vitu kama hizi tunafanya hapa, content creation. Unaweza tupigia, tunaweza kupea hiyo chance ukuje huku kwetu. Tunaweza kupea chance tukufundishe for like 2 months, na kutoka hapo unaweza anza platform yako kama hii. Utakuwa na knowledge ama utakuwa na hii knowledge yote ya kushoot video, kuedit, unaona? Na ni opportunity poa sana because hapa ndio unasikianga unaweza create job yako wewe mwenyewe. So kawe ni kijana uko hapo, kawe ni hata kama wewe ni mzee by the way na una feel unaweza taka kujua hii course, tupigie namba yetu ya simu na 0724333313. Na nilikuambia kitu moja, hii chance yenye tumepea watu, advantage yetu ni ati tuna consider bei zetu. Ukiangalia ile charges tutakucharge hapa, hata si kaa kukucharge actually. Ukiangalia ile bei tunakucharge na venye labda utaenda mahali pengine uchajiwe, utapata tuko very fair. Na the reason why we did this, it is because tunataka ku encourage my youths that you can, wewe unaweza jiemploy, unaweza kuwa na simu kama hii na ukue una earn kupitia hizi platforms, kupitia YouTube, kupitia Facebook, kupitia TikTok, kupitia labda hizi cameras. Kuna jamaa mwingine by the way alikuwa huku, he's one of our students. Sasa hizi niliona kuna siku nilikuwa na mhitaji weekend moja, akaniambia boss, mimi saa hizi nimebukiwa sijui wapi, naenda kufanya live ya harusi, sijui hiyo siku nyingine nimeitiwa church service, na huku niende nikafanya video shooting, hiyo nyingine sijui. You see, sasa huyu mtu alikuwa amekaa tu hivyo, lakini venye tulimpatia hiyo chance, saa hizi ana prosper na tuna feeling poa sana tukifeel hivyo. Na nilikwambia advantage ya kutrain na sisi ni ati kila kitu yote yenye unasoma hapa unaifanya practically. Kama ni hii video, unakuja unasimama hapa unatushoot na unaedit, tunaona kazi yako. So tupigie hiyo namba ya 0724333313. Pia kama unaweza taka kulearn about DJing, that is our number. Tunaweza pia kupea hiyo chance. So thank you so much, God bless you so much, na tunawapenda sana. Asanteni sana. Thank you.